mwanzilishi wa kanisa la Pentecost Tanganyika, Paul Dear. Historia ya kanisa la kiroho duniani imebebwa na uamsho wa Azusa, Marekani, mwaka 1906 chini ya William Seymour, ulioendelea mpaka mwaka 1915. Uamsho huo ndio uliosababisha kuenea kwa makanisa ya Kipentekoste sehemu mbalimbali mara ya pili baada ya kipindi kirefu sana. Wakati huo Afrika ilikuwa giza na nguvu za giza zilikuwa zimetawala pakubwa. Katika nyakati zile, kanisa pekee lililokuwa likifanya kazi ni Roman Catholic, maana ililetwa na biashara ya utumwa. Mwaka 1915 ndipo nguvu ya wahubiri na wamisionari kutoka Marekani ilipofungua mlango wa kuja Afrika. Historia ya kanisa la kiroho Tanzania ilianza mwaka 1927. Hii ni baada ya Paul Dear kuonyeshwa maono ya kwenda kwa watu weusi kupeleka Injili. Paul Dear alikuwa mtumishi chini ya dhehebu la Assembly of God kule Marekani. Paul Dear alikuwa mtu wa maombi na kuhubiri Injili mtaani. Siku moja Mungu alimpa maono akihubiri Injili kwa watu weusi, na sauti ilimwelekeza ya kwamba ni Afrika. Baada ya kuona ile picha, aliwashirikisha kanisa ili wamfadhili aende Afrika kupeleka Injili. Kanisa likakataa na kumwambia nenda Jamaika, maana ni karibu, pia na wao ni weusi. Majibu yale yalimtesa sana Paul Dear. Akaamua arudi tena mlimani kupata maelekezo zaidi kwa Mungu. Mungu akasema naye tena kwa maono usiku na kumwambia ni zamu ya Afrika kulipokea neno la kweli. Baada ya maelekezo, akarudi tena kwa viongozi wa kanisa akisema Mungu amenituma Afrika, sio Jamaika. Bado viongozi wa kanisa wakakataa kumfadhili. Paul Dear akaumia mno na ikabidi arudi kwa Mungu ili kutafuta njia ya kutimiza kile alichokiona. Mungu ni mwaminifu, akiahidi kitu lazima kisimame. Siku moja akiwa amekaa mahali anatafakari, akamuona mchungaji wa kanisa la Holiness Church. Moyo wake ukapata shauku ya kumshirikisha yale maono na majibu aliyopewa na viongozi wa kanisa lake. Baada ya kumshirikisha, mchungaji akamwambia, njoo kanisani kwetu, utakupeleka mtumishi wa Mungu. Moyo wake ulipata furaha na nguvu tena. Akaenda na akapewa ufadhili wa kwenda Afrika. Safari yake ikaanza na hakujua ni nchi gani ataenda. Yeye alipanga aende Malawi na Zambia. Alipanda meli ili ashuke Zanzibar na baadaye Dar es Salaam. Alipofika Dar es Salaam, nchi ilikuwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Kwa maana hiyo hakuteseka sana. Safari ya kuitafuta Malawi ilianza. Akapita kwenye misitu mikubwa na mizito. Alipofika Mbeya, maeneo ya Igale, alijikuta ameishiwa kila kitu. Hivyo akaenda kwenye serikali ya mkoloni ili atafute kazi ya kufanya ili ajikimu. Alikuwa na ujuzi wa useremala, hivyo akapelekwa kwenye milima ya Igale huko Mbeya. Alipofika Igale, Mungu akasema naye na kumwambia, hapa ndipo nilipokuleta ufanye kazi yangu. Mazingira yalikuwa magumu mno kwake, lugha ngeni, jamii zenye mila tofauti. Paul Dear akaamua kuingia siku 100 za maombi ya kufunga na kuomba. Baada ya maombi, akaanza kutengeneza hema kwa ajili ya ibada na maombi. Baada ya kumaliza kutengeneza hema, akaanza kushuhudia mlango kwa mlango kwa upako na nguvu nyingi za Roho Mtakatifu. Mungu alimuinulia mkalimani kwa ajili ya watu
wa Mbeya. Kwa maombi yale, huduma iliimarika na ikawa na nguvu za Mungu nyingi mno. Lile eneo la huduma, Roho Mtakatifu alizuia kupita mpagani au mwenye dhambi. Akipita pale alianguka. Watumishi mbalimbali waliinuka kama vile Yohana Mpayo, Petro Mboya na Mwaseba. Wakati wote huu alikuwa anatumika chini ya Pentecost Holiness Mission. Baada ya miaka mitatu aliamua arudi nyumbani nchini Marekani. Alirudi na ushuhuda mkubwa kutoka Tanzania. Akaenda kuwasimulia ndugu zake waliokataa kumfadhili Assembly of God. Baada ya kuwasimulia na kuwaonyesha baadhi ya matukio, waliamua sasa kumsapoti kwa nguvu zote. Walimwambia, ukienda ukabadilishe jina la kanisa kutoka Holiness Church kuwa Assembly of God. Kweli alipofika alikaa na viongozi wa kanisa ili kuwapa hiyo taarifa. Kanisa likakataa, maana waliona ni kama imani yao pendwa inabadilishwa tena. Hali ile ilisababisha mgawanyiko, kwani Yohana Mpayo alikubaliana na wazo la Paul Dia na watumishi wenzake 4. Hivyo wakaamua kuwatoa wote waliokataa kubadilisha jina la kanisa. Kundi kubwa likatoka wakiwa chini ya Petro Mboya na Lwaga Mwaseba. Huo ndio mwanzo wa kanisa la Pentecost Tanganyika.